alikuwa lazima have sex with you guys ili muweze kupata food, ili muweze kupata mahali pa kukula. Yeye alikuwa wa sodomy, you and I and my sister, but my sister realized that she's pregnant na ako pregnant because amepewa bona brother yake, aliweza kujiua. Na alipojiua, because mimi nikajua, nilienda hospitali na nikajua that HIV positive. Sister yangu aliweza kujinyonga kwa ajili ya aliweza kugundua kwamba ndugu yake, hata kama si ndugu yake watoka ntoke, amekuwa akilala na yeye, so aliweza kujinyonga. Alipojinyonga na mimi nilipojua ya kwamba HIV positive, niliweza kushikwa na ile hasira, ikafikia kiwango niliweza kwenda nikachoma nyumba yake. Nilipochoma nyumba yake niliweza kushikwa, nilipigwa na mob na nikashikwa, nikapelekwa kotini na nikafungwa miaka 10. Welcome to HK TV. Sil Christian as your presenter. Today we have a very hot story that we want to unseal, and we have a guest who is joining us today. Acha ni introduce my guest today. Hi, unaitwa aje? Hi too, my name is JB. I'm from Murang'a. Na today I'm the guest of today, and I'm going to share my story which inaanza pahali ambapo nilizaliwa. Nilizaliwa in a family ya kwamba nilipokuwa nikizaliwa, according to the story, mamangu aliweza kuaga akipewa watoto wawili mapacha, msichana na kijana. Na alipoaga bwanake ambaye is my father aliweza kuoa mama mwingine ambaye alikuja na watoto 3, wasichana 3 na kijana mmoja. Na alipokuja nao, tulikaa vizuri kama familia, tulikuwa vizuri kama familia. But one day my father passed because ya alipigwa na justice. So wakati aliweza kuaga dunia, there is where my story is starting, because since that day my mother, because of losing her husband, alipatwa na depression. So baada ya kupatwa na depression aliweza kugonjeka na akawa mgonjwa, akawa anapelekwa hospitali za hapa na pale. Na alipokuwa akipelekwa hospitali za hapa na pale, ndipo aliweza kugunduliwa kwamba ako na ugonjwa ya kansa, which ni leukemia. Na hii ugonjwa iliweza kumsumbua sana kwa muda mrefu, na baadaye akaaga. Baada ya kuaga, nilikuwa napitia a lot of challenge mama akiwa hospitalini, sababu mama alipogonjeka, hapo ndipo niliweza kuachishwa shule yangu na nikakuta sisomi. Nilikuwa naenda kuona mama, nikawa naenda kumwangalia kule hospitalini, na suddenly mamangu aliweza kuaga. Nilikuwa class 2, na mtoto wa class 2 hiyo that time nilikuwa mtoto mdogo, but brother alikuwa mkubwa, alikuwa mtu ako na familia yake, alikuwa na bibi na watoto. Baada ya mama kuaga, ndugu yangu aliweza kutuchukua, my step brother. Alipotuchukua with my sister, tulikuwa tunakaa kwake. But suddenly pale ndipo tuliwachishwa shule, mimi na sister yangu. Tukaanza kuteseka sababu tulitumika sasa kama sisi ni maid huko. Tukawa tunateseka, hatupati chakula, tunateswa, tunatumiwa vibaya. Lakini suddenly tukakuja mpaka ikafika pahali tukapata ndio upate mahali pa kulala ama ndio upate chakula, unakuta huyu mtu anawatumia vibaya. In such that ilifikia kiwango angerara na nyinyi ndio mpate chakula ya kukula. Kulalaje? Ungelalaje? Okay, he could just, yani it depend pahali ilifika. Alikuwa lazima have sex with you guys
ili muweze kupata food, ili muweze kupata mahali pa kukula. Ile Sodom. Yeah, he has to, by the way, alikuwa wa Sodomi, you and I and my sister. But one time I come to realize that when my sister realized that she's pregnant, na ako pregnant because amepewa born na brother yake, aliweza kujiua. Na alipojiua, because mimi nikajua, nilienda hospitali na nikajua that HIV positive. Na nikiuliza sister yangu aliweza kujiua kupitia kujinyonga. Aliweza kujinyonga kwa ajili ya kugundua, aliweza kugundua kwamba ndugu yake, hata kama si ndugu yake watoka ntoke, amekuwa akilala na yeye, so aliweza kujinyonga. Alipojinyonga, na mimi nilipojua ya kwamba HIV positive, niliweza kushikwa na ile hasira, ikafikia kiwango niliweza kwenda nikachoma nyumba yake. Nilipochoma nyumba yake niliweza kushikwa, nilipigwa na mob na nikashikwa, nikapelekwa kotini na nikafungwa miaka 10. Na nilipofungwa miaka 10 pia aliweza kutumia pesa ili niweze kutesekea kule ndani, ama ili niweze kukufa huko. But I thank God, after staying in prison for 10 good years, for 6 years and 8 months, niliweza kutoka. I've stayed in Kamiti, Naivasha. I have stayed in Naivasha, Kingongo Maximum, Kingongo Medium. I've stayed in Mwea, I've stayed in Nyandarua. Hizo jera ndizo nimekaa. Na nilikuwa nazungushwa kwa prison. Na nikiwa huko prison, I can say it was like a lesson. Ni kama nilienda shule, because nikiwa huko prison I learned a lot of many, na nimekam kulearn a lot of things, in which that there are some of people who are in prison and they did not hawakuenda huko kwa sababu ya kutenda, ama hawakuenda huko kwa sababu walifanya. Wengi wao ni pesa inatumika, like my case ni pesa ilitumika, kwa sababu mimi kitu ya kwanza, kama si pesa ningepata justice, because hata kama nilikuwa na makosa, this was depression. So after kufungwa 10 years, niliweza kukaa miaka 6 na miezi 8, nikaweza kutoka. Na baada ya kutoka, and here guys, ndipo ningeweza muweze kusikiliza sana, kwa sababu baada ya kutoka, community haikunikubali. Community haikunikubali sababu nilipotoka sikupata mtu wa kuni help. Nilijipata mimi baada ya kwenda kukuja, hakuna mtu yote mwenye alikunikubali, mtu mwenye alinichukua. Na nilipata bado stigmatization ya kwamba wewe, yani nilipitia mambo ngumu sana, mpaka nikafika pahali nikasema, in prison nilikuwa nakula, nilikuwa navaa, nilikuwa nafanya kila kitu, hata kama sikuwa na freedom. So ilifikia pahali nikaenda police station, nikachoma police station. Na nilipochoma police station nikaweza kushikwa tena, na ulichomaje police station? Niliweza kuenda nikabai petroli. Baada ya kubai petroli, nilikuwa nataka kujinyonga. After kujaribu kujinyonga, nikaona haikumake. Nikaenda tena nikaruka kwa barabara kutoka kwa highway mpaka chini, nigongwa na gari, haikumake. Niliweza kuenda nikanunua petroli. Nilikuwa nimepata pesa ya kwenda kula lunch na mtu tu. Nikanunua petroli, nikaenda nikachoma police station na nikashikwa. Niliposhikwa nikafungwa. Nilipofungwa nilitoka sasa jela, lakini in prison kuna kitu inaitwa power of mercy, pardon mercy, ndio iliweza kuniachilia, and I am free. But what I can say, in prison community, kama kuna watu wanajaza watu prison, ama kuna kitu inachangia youth sana kukua wanaingia in crime, it is community. Because community ikijua wewe umetoka prison, nobody will help you, nobody want to kukuongeresha, because utakuta mpaka hiyo community naambianga watoto wao na mtu alikuwa jela. So unapata stigmatization, nobody want to be close to you. So baada ya kutoka jela in 12 of December 2025, I came to my cousin house.
na tulikuwa tunakaa naye. But baada hata kukuja kwa ukazini yangu, ndugu yangu alipojua nimekuja kwa ukazini yangu, alijaribu venye tu nitakufa, alijaribu venye ataniua. But mambo haikuenda through. I thank God because bado hata maisha haikuwa rahisi, sababu bado hata kukuja kwa ukazini yangu ndio upate chakula, ndio upate mavazi, ndio upate pahali pa kukaa. Hata he has to sodomize you so that you can get food, so that you can get shelter. After realizing I've come to itabidi niende kwa hiyo maisha tena, na nikaona nobody want to come, hakuna mtu anataka come closer to me. Nilijichukia na nika lose hope in life. And that time I can remember on January niliweza kwenda nikanunua kamba this year, na nikanunua kamba. Niliponunua kamba nilikuwa naenda kujinyonga, but in that day I can thank God. That day I met my brother here and he took me to the church in CFF Dandora, here in opposite Dandora police station, yenye iko chini ya Pastor George and Pastor Esther. Thank God because nilienda pale, na nilipoenda pale niliweza kufungania pale kwa kanisa la, walinishughulikia na nikapewa dawa because I'm asthmatic, na niliweza kupea Mungu maisha yangu pale, nikaombewa, nikaokoka. And I thank God now, at least niko na pahali nakaa, na I thank God now I have house pahali nakaa, but I'm still going some challenges because even to get the food, that is still the challenge. Na pia na kupata kazi because pia mtu akiona na naona mtu ametoka jela, tena akisikia wewe ni mgonjwa, nobody want to, hakuna mtu anataka kukaa na wewe. And what my last word to community or to you people is that ukisikia mtu ametoka prison, please usi adopt huyo mtu, ama usitenge huyo mtu, because si wale watu wengi wako jela walifanya makosa. And in prison pia even what I can tell please, ni kwamba jela si pahali pazuri. If ukiwa mtu amekukosea, kama unaweza sort out hiyo issue, unaweza sort out, because jela niliweza kutunga poem. I have some poems, I have some pia marefeta in Kikuyu, yeah. And what I can tell you guys is, ukisikia mtu ametoka prison, please kubarini hiyo mtu, because the people who are in prison wanatoka wakiwa wamechange, na usi adopt hiyo mtu. Thank you guys because of bado naweza kuuliza swali. Yeah, unaweza niuliza. If I ask you, ushajaribu kwenda kwa polisi kusema ati kwamba this person ameifanya hivi na hivi, ama nikikuuliza ulijikomboaje kutoka kwa kuzo yako juu after umeondoka prisons, ulikuja kwake akaanza kukusodomi, uliwezaje kunini kutoka in that trap ukafika pale hivyo kwa church? What I can say, after going to the church, there are some of the people who tuliweza kuongea nao my story here kwa kanisa, na wakakuwa so touch, mpaka ikawa touch sana. Wakasema hata kama hatutakusaidia sana, tunaweza kutafutia mahali tunaweza pata nyumba. And I thanks God to Pastor George. I say wherever he is, may God bless him, may God ambariki sana na mzidishie maisha. Na kwa sababu ni aliniambia niweza kutafuta nyumba, na nikatafuta nyumba na nikapata, ya kwamba nyumba tunalipa 2,000, na akasema ataweza kunilipia, na saa hii ameweza kunilipia nyumba. Nikikuuliza, because umepitia hardship nyingi, hakuna mtu wa familia, familia tuseme mtu ka auntie, apart from your cousins, hakuna those people wenye wale remain, maybe pande ya dada, mom, your step mom, wenye maybe wangekusaidia ama warich kwako, uambie shida yenye unapitia? Hakuwa na watu kama hao?
Pande ya mom, there are some of brothers zake wamebaki na maanti zake wako, but I can't say they are so interested with you, but naweza sema hata shosho wako, auntie wako, uncle wako, na hata pande ya baba kuna watu wako, but they are not interested with you. Na wanajua hiyo story. They don't know, but there are some of them nimeshare now, but even after sharing with them my story, walipojua story yangu waliniadopt. Hakuna, most of the manko wa pande ya baba, cousin of my father, walipojua my story walinitenga na walikudison in Yeah. short. So can I ask you, kuna venye tuseme nini, tuseme nikiuliza kuna kitu yenye tuseme maybe mzingo wako alikuachia yenye unaweza jikimu nayo juu ndio anaweza kuwa ni dedi, but there's that share that msee anaachiwagwa hata kama ulikuwa prison, ukitoka unajua I can go here, pick something and start. Kuna kitu kama yenye uliachiwa na your father or mom? My father kunazo, but zote zimegrabiwa na some of the people, na some of them are so powerful in which you can't fight against somebody that if you don't have something you can't fight against somebody who is because hata ukienda umwambia hataki kukusikiza, unaona, because ni mtu ako na nguvu, ni mtu anaona ako maybe ako kwa serikali, ama ni mtu ako na pesa. That is what I can say. So after umetoka prison, the man mwenye alikuwa na sodomites alichukulia aje umetoka prison? Nilitoka prison na alichukua okay, yeye maisha yangu ya kwake, maombi yake ni ya kwamba mimi niishi kuteseka ama mimi nifariki. Hiyo ndio anaombanga. Yeah, that is what I can say. If I may ask, kuna story yenye ulishare na mimi personally, ukasema kuna time yenye ulifintia kwa barabara, that person alichukulia aje zenye ulimpigia aweze kusaidia ukiwa pale hivyo Kenyatta? Nilipofintia kwa barabara, thank God because there are some of people who helped me, and nilipeana namba ya my uncle na aliweza kupigiwa simu na akasema ya kwamba nikifika hospitali aweze kupigiwa simu, na nilipelekwa hospitali na nikakimbizwa Kenyatta, but nilipofika Kenyatta nikashughulikiwa ile first aid na akaweza kupigiwa simu, but suddenly alipopigiwa simu alisema jambo, because aliambia daktari akikufa nipigie simu nitanunua kaburi, but mimi siwezi changa pesa ya kutoa, ama siwezi tolea mtu kama huyo pesa, ama sina haja na maskini. That is what he said. My uncle. Yeah, even my brother said that. We called two people, uncle and brother. Yeah. It's like wameganga. Yani mimi ni kama they don't say like I'm somebody to them. Haonangi kama mimi ni mtu kwa. They just say like I'm just useless to them. Yeah. So and even if you can listen to my poems, if you can listen to my poems, I can say it. Unaweza tupigia 2-3 tuisikie? I'm sorry to those people who don't hear Kikuyu, because it is a Kikuyu poem and I hope you will enjoy. Anake niki mwarakara ũguo karĩkĩ mũtikĩndarĩria nĩgetha menye, ndĩraiguire mugaga nĩtwohirwo atĩ nĩ ithuĩ twathũkagia thayũ wa mũingĩ, atĩ rĩu mũkomaga mũkarĩkia nĩ tondũ Junior ũrĩa waiyaga rĩ Kĩng'ong'o nĩohirwo. Nĩ twakĩohirwo tũtirarega no tigai gũtũkua ũguo mũtũkuaga.
wambĩrĩirie gũtũhinyĩrĩria o twaciarwo. Ona nyina Achei ndaragĩciarire kahĩĩ kangĩ. Tũgĩkũra twendetwo nĩ Ngai, no tũtiarĩ na ũma nĩ twendetwo nĩ andũ. Cukari warĩo mũciĩ-rĩ, twaiguaga kworanio, ihĩĩ cieha irute cukari. Nĩtwakĩohirwo tũtirarega, no tigai gũtũkua ũguo mũtũkuaga. Mwacokire mũgĩthondeka watho mũkĩwĩta sexual offence act andũ arĩa matoĩ gĩthũngũ-rĩ. Sexual offence-rĩ ti maũndũ maya ma toro. Rĩu mũkĩohete anake aitũ othe, ona guka-rĩ, ona guka Gacanja-rĩ, tũrĩ onake gũkũ njera. Mũramũigĩrĩire kũnyita kairĩtu ka mwarĩ. Ĩ nĩguo mũkĩendie mũgũnda? Ĩni nĩguo mũkĩnore? Nĩtwakĩohirwo tũtirarega, no tigai gũtũkua ũguo mũtũkuaga. Nĩtwakĩohirwo na kweri nĩtwehirie na tũkĩĩrira, na nĩma mehia nĩ maitũ, no kwĩhia-rĩ tikuo Mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ, kunĩka kwa mũiko-rĩ tiguo mũico wa kũruga ngima. Nĩtwakĩehirie tũtirarega, rĩu mwatuona-rĩ tuonagei ta andũ. Ĩni na mũgĩtwendage na mũtũgĩtũkuhagĩrĩria. Thank you. This poem is a poem in Kikuyu which say, yes, tulifungwa na hatukatai, but mkituona tupendangeni, tukubaringi, sisi pia ni watu. And I can say wafungwa pia ni watu, because watu wengi wakisikia neno mfungwa wanaonanga ni kama kitu takataka. But I can say even those people who are in prison are people too, ni watoto wenyu, wapendangeni, mwakubali, na pia wakitoka wakubaringi. Nyinyi kama community wakubariningi. Nyinyi kama wazee wa kijiji mkuwe pia mkiwakubali, kwa sababu si wengi waliingia jela kwa kutaka. Wengine ni depression, wengine hata ni mawazo. And even I'm still doing research because in nowadays tunaona vifo mingi sana za vijana. There is the research that I'm doing ya kwamba ina headline yake inasema what can we do so that our youth to stop the suicide. And that is the end of my story. Thank you. Asante sana JM. Kitu ya kwanza kwa final remarks zangu, ninapenda kuambia society we're the first people to reform. Society tusipo reform hakuna siku yenye community ta reform. Labda mimi nikirudisha huyu msee nyuma. Hebu tupatie experience yako. Hiyo kitu ya huyu msee kukula kutake nyara kwa kufanyia solution. Hiyo kitu ilianza lini na ilienda muda gani? What I can say, hii kitu ilianza after my parent passed, after my mom passed. Which year was that? Mom passed on 2018. I think it was on 2018. That is the time my mom passed. And what I can say after my mom passed, nilipitia a lot of problem because hapo ndipo maisha yangu ni kama iligeuka. I can say ni kama dunia imegeuka, because hapo ndipo nilianza kupitana na mateso yangu. Hapo ndipo nilianza kupata ninateseka, na ilienda kwa muda mrefu sana, lakini unajua ni kama dawa alikuwa anatumia, because we are not talking a normal person. This person is ni hao watu Freemason, ni hao watu wanatumianga, yani ni hao watu wa devil worshipper, because bado ni aliua mama yake. Aliua mama yake kwa my mom, kifo chake haikuwa ya kawaida, because ni kama aliweza kulipana kwa hospitali. I'm not sure this, I can say I'm not sure, but kulingana na venye naonanga ni kama sacrifice mama alitolewa. That is what I can say. Hizo ni allegations. Sorry? Not proven. Yeah, not proven. So hii kitu ilienda muda gani? I can't explain time muda yenye ilienda, lakini ilienda kwa muda mrefu, because nilipogunduriwa niko HIV, nilijulikana I'm HIV negative,
Positive, sorry. Na nilipojulikana hapo ndipo life yangu iligeuka na Ukaanza kuwa depressed. Nikaanza kuwa depressed. Yani hata nilikuwa nimeona no need of continue living because hata nilipochoma hii nyumba nilikuwa nichomekee ndani. But that time yenye ulikuwa unaanza kufanywa hizo vitu, mbona hukuripoti mahali? The problem is hauko unajua because hii kitu ni kama unawekewa dawa. This is what I can say. Ni kama tulikuwa tunawekewa dawa. Hivi ndivyo naweza sema. Because hata ili mimi nijue kwamba imekuwa ikiendelea nilikuta akilala na sister yangu. Akampregnant. So sister yake alidedi akiwa pregnant. Home ni wapi? Murang'a. Na hiyo kitu ilikuwa inafanyia wapi? Huko Nairobi, tukakaa huko Nairobi. Which place? Saidi za Huruma na huko. Huruma? Sorry. You believe Wakenya watakam through? I believe Wakenya mta come through and I believe I'm going to get somebody who can help me. And what I pray God, mimi naombanga Mungu that hata kama I don't focus in things of my father so much, what I focus in for now is somebody who can, even if you get touch in this story and kama unaweza sema you'll give me a work, don't hear that my story, usisikie story yangu nimetoka jela useme that naweza kuwa maarifu. No. Okay, in brief mtu mwenye anatazama hii story nataka akufanyie. In brief naweza penda nipe kazi. Kazi, na kama pia kuna venye naweza nisaidia naweza furahia. Kurudi shule. Hata kama naweza penda kusoma course. Okay, now that hiyo maneno ilienda hivyo ikajikuta uko positive, are you on medication? I'm going through my medication and I'm going through counseling through Pastor George. I thank God to him. I'm going through counseling. There are some of people who are counseling me na nimejikubali. I thank God now I'm continue with my medication na nashukuru Mungu, and still I can tell the youth there, kukuwa umepata wewe ni mgonjwa, that it is not the end of life. Kupata at you don't have work, this is not the end of life. What I can say, there are many people wenye wana wazazi and they are still surviving. What I can say, usichukue kamba ukimbie kujinyonga ama usikimbilie kukunywa sumu. That is what I can say. Very true, positive minds. Kitu ya kwanza, society, let's to welcome wase wenye umetoka prison. Remember they are a family. Pia society, let's stop creating monsters, because the time when you utintimidate msee ama uanze confirm kwa kitu yenye hakuna, atakuja kesho yake akupate, utauliza huyu mtu alitaningia John ulimcreate. Don't judge a boy child by face, by clothes, by religion. Tuliumbwa vi different na unique. So usikuwe pale hivyo kazi yako ni kupoint fingers, ule kijana ameka dread, ule kijana vutangwai, ujumbo na anavutangwai. Be a help, support, mshikilie mkono. Na wenye wako pale HIV positive, jikubali, be positive. Remember you are a hero. Umekonga kitu yenye dunia inaogopa. Umekonga monster yenye dunia inaogopa. So ni champe, we ni hope kwa dunia. You are a hero to the world because umekonga a monster. So stay positive. Na society, let's first reform before we reform our youth. Society ki reform, maboyo tuta reform. Na huyu guest akona story very touching, na story yenye inahitaji support. Na please, if you're out there, you are a lawyer or who, you can tune in na tuweze kusaidia huyu boy na tumsupport. Aya, kuna mtu atakutafuta, atakupata through wapi? Mtu yote anaweza kutaka kuniona. Unaweza niona through my brother Abdul or through John T.
Hao watu wawili anaweza nifikisha ripoti in case ya anything yenye unaweza taka unataka uko na swali na mimi, ama in case ya unataka kuniona through phone, because sina simu kwa saa hii, because ndivyo nimetoka juzi, bado sijapata income ya kubai simu. So in case utake kuongea na mimi ama unataka kuniona, unaweza go through Abdul.